Habari. Haya ni vichwa vya habari vya mtandao wa majirani wazuri kwa kipindi cha Julai 18 hadi Julai 24 mwaka wa 2026. Yameletwa kwako na mradi wa Neema ya Dunia. Wiki hii familia za wahamiaji zilipata upanuzi mwingine mfupi wa hali ya ulinzi ya muda wakati kesi ya kisheria inaendelea. Utawala wa Trump umetangaza rasmi sheria mpya ya mzigo wa umma kwa baadhi ya waombaji wa kadi ya kijani ama green card, na wanachama wa Congress wameongeza ukaguzi wa ICE kufuatia mauaji mawili ya wiki hivi karibuni. Mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea pia, huku Congress ikijadili mamlaka yake juu ya mzozo huo. Tuanze na habari ya uhamiaji. Mahakama ya shirikisho imepanua kwa muda hali ya ulinzi ya muda au TPS kwa Wahaiti wenye sifa hadi Jumatatu Julai 27. Huu ni upanuzi mwingine wa muda mfupi, si uamuzi wa mwisho. Wazalishaji wa TPS wa kiati na waajiri wao wanapaswa kuendelea kufuatilia taarifa rasmi za USCIS kwa sababu hali inaweza kubadilika tena haraka. Idara ya usalama wa ndani pia imemaliza rasmi wiki hii sheria mpya ya mzigo wa umma. Sheria hiyo itaanza kutumika rasmi kuanzia Septemba 18. Sheria ya mzigo wa umma ama bajeti ya umma ama gharama ya umma hutumiwa katika baadhi ya kesi za uhamiaji kuamua ikiwa mtu anaweza kutegemea misaada ya serikali kama chanzo kikuu cha maisha yake. Sera mpya inaruhusu maafisa wa uhamiaji kuzingatia aina mbalimbali za hali za kifedha na binafsi wakati wanapokagua baadhi ya maombi ya kuingia au makazi ya kudumu. Sera hii haiwavumilii kila mhamiaji au kila maombi ya uhamiaji. Wakimbizi, watu waliopatiwa hifadhi na makundi mengine kadhaa yaliyolindwa kwa kawaida wanajumuishwa kufuatwa na sera hii. Mabadiliko haya pia yanajumuisha toleo lililorekebishwa la Form I-485 ambayo watu wengi hutumia kuomba kadi ya kijani ndani ya Marekani. Maombi yaliyowasilishwa kabla ya Septemba 18 yataendelea kufuatilia sera ya sasa. Kila mtu anayejiandaa kuwasilisha maombi anapaswa kuangalia tarehe ya toleo la fomu na kutafuta ushauri wa kisheria aliyehitimu kabla ya kufanya maamuzi kuhusu misaada ya umma au kuanzisha kesi ya uhamiaji. Congress pia iliendelea kuchunguza matukio ya hivi karibuni ya risasi za kifo zilizofanywa na ICE huko Texas na Maine. Matukio haya yaliibua maswala kuhusu utekelezaji wa sheria wakati wa kusimamisha magari, utambulisho wa maafisa wa shirikisho na matumizi duni
ya kamera za mwili. Wiki hii kundi la Seneti waliomba idara ya usalama wa ndani kufanya uchunguzi huu na kutoa taarifa zaidi kuhusu sera za ajira, mafunzo na kanuni za ufuatiliaji wa magari za ICE. Pia waliitaka maafisa wajitambulishe waziwazi na kutumia kamera za mwili wa udhabiti zaidi wakati wa operesheni za utekelezaji. Maafisa wa ICE wamesema kuwa kamera zaidi za mwili na mafunzo ya ziada vinakuja. Wanachama wa Congress wanasema wataendelea kutafuta taarifa kuhusu jinsi malalamiko na matumizi ya nguvu yanavyofuatiliwa katika uchunguzi. Hatimaye kumbukuzi ya visa ya Agosti ugunduzi ya visa ya Agosti ilisogeza mbele baadhi ya makundi ya kadi za kijani zinazotegemea familia, na mahakama ya rufaa ya shirikisho inaendelea kuzuia ada ya dola 1,100 iliyopendekezwa kwa maombi mapya ya visa ya H-1B. Kama mojawapo ya masuala haya inakuathiri, tafadhali tazama sahihisho ama habari la uhamiaji la Citizen Path la wiki hii katika sehemu ya rasilimali za mtandao wa majirani wazuri kwa taarifa zaidi. Sasa tutapeleka habari za kitaifa na za dunia kwa ujumla. Mapigano kati ya Marekani na Iran yanaendelea wiki hii. Mashambulizi ya Marekani yanaendelea hadi malengo ya mbali ndani ya Iran, wakati Iran ilizidi kushambulia meli na vituo vya Marekani katika eneo hilo. Mgogoro pia umeathiri njia muhimu za usafirishaji, ikiwa ni pamoja na dish la Hormuz. Sehemu kubwa ya mafuta ya dunia usafirishwa kupitia eneo hili. Hivyo usumbufu unaweza kwa haraka kuongeza bei za mafuta, petroli na usafirishaji. Kongresi iliendelea kujadili ikiwa rais anapaswa kuweza kuendelesha kampeni za kijeshi isiyopimika kwa muda bila ruhusa ya ziada kutoka kwa wabunge. Mjadala huu unahusu mgawanyiko wa mamlaka kikatiba wa haki za kuendesha vita. Rais anahudumu kama kamanda mkuu, lakini katiba inampa Congress mamlaka ya kutangaza vita na kuidhinisha matumizi ya serikali. Wanachama wa vyama vyote wameibua maswali kuhusu jinsi majukumu hayo yanavyopaswa kutekelezwa katika mgogoro na Iran. Congress ilithibitisha azimio linalotaka uondoaji wa vikosi vya Marekani katika mgogoro huo, lakini hatua hiyo pekee haisitishi mapigano. Juhudi kama hiyo haikuendelea Seneti. Kwa familia, athari za haraka zinaweza kuonekana kupitia bei za mafuta na gharama za kusafirisha bidhaa. Gharama kubwa za usafirishaji
hatimaye zinaweza kuathiri chakula, usafirishaji wa ndege na gharama nyingine za nyumbani. Sasa habari kutoka Iowa. Watafiti wa chuo kikuu cha Iowa wanatumia taarifa za satellite za NASA pamoja na data za ubora wa maji za Iowa kuandaa mfumo wa kutabiri kiwango cha nitrate katika mito na mabwawa. Mfumo huo ungefanya kazi kama utabiri wa hali ya hewa. Watafiti wanatumai unaweza kuwaonya mfumo wa maji wa umma siku chache au wiki kabla ya ongezeko la nitrate kutarajiwa. Hii itawapa huduma za maji muda zaidi wa kubadilisha mifumo ya matibabu na kujiandaa kwa mabadiliko ya hali. Mradi utaanza kushirikiana na huduma za umeme katika Des Moines, Cedar Rapids na Iowa City. Nitrate inaweza kuingia katika njia za maji kupitia udongo, mbolea, takataka za mifugo na maji yanayotiririka kutoka shambani. Viwango vya juu katika maji ya kunywa vinaweza kuwa hatari hasa kwa watoto wachanga. Kuondoa nitrate pia kunaweza kuleta gharama kubwa kwa mifumo ya maji ya maeneo ya mtaa. Mradi wa utabiri hautaondoa nitrate katika maji ya Iowa, lakini unaweza kusaidia jamii kujibu mapema na kusimamia matibabu ya maji ya kunywa kwa ufanisi zaidi. Iowa pia imeona kupungua kwa idadi ya watu waliojiandikisha katika mpango wa msaada wa lishe ya ziada unaojulikana kama SNAP. Karibu watu 25,000 wa Iowa wanapokea msaada wa chakula chini zaidi kuliko zamani kutokana na mabadiliko ya vigezo ya serikali za shirikisho na jimbo. Familia zinapokea SNAP zinapaswa kusoma kwa makini taarifa kutoka Iowa Health and Human Services na kujibu maombi ya taarifa. Watu wasifikirie hawatastahili bila kuangalia hali zao na serikali au shirika la jamii linaloaminika. Mwishowe, fursa kwa jamii. Cedar Valley Global Pathway na Community Bank and Trust wanatoa mpango wa usaidizi wa fedha kwa wahamiaji bila malipo kuanzia Agosti 12 katika maktaba ya umma ya Waterloo. Mpango utafunika bajeti, akiba, ujenzi wa mikopo, usalama wa kifedha na upangaji wa kustaafu. Usajili unahitajika. Tafadhali tembelea sehemu ya rasilimali za mtandao wa majirani wazuri wa wiki hii kupata kiungo rasmi cha usajili. Asante kwa kuungana nasi katika habari za mtandao wa majirani wazuri wa wiki hii. Zinatolewa na mradi wa Neema ya Dunia. Tunatarajia ujisajili ili litakusaidia kubaki na taarifa, kuungana na kushiriki katika jamii yako. Tutaonana tena wiki ijayo. Alamsiki.